Nashukuru sana na nafurahi kuwa hapa miongoni mwenu tuweze kupata kubarikiwa. Psalms 96 verse 1. Fungua Biblia tuweze kusoma sasa. Psalms 96 verse 1. Biblia inasema namna gani? Fungua pale. Ukifika unasema amina. Kuwa tu mwaminifu. Ukifika pale sema amina. Asante, asante. Biblia inasema, mwimbieni Bwana wimbo mpya, mwimbieni Bwana nchi yote. Kiingereza akasema, kabla sijasahau, Shadrach jamani, Shadrach. Simama tu kwa heshima na taadhima. Hii ndio shida ya kuwa mchungaji. Yaani uko na marafiki kila mahali. Tusalamie jamani. Unaona watu wa pesa wananga salamu refu refu, si ndio? Wenye mliongea hapa na mkatoa salamu refu refu, wakati ya kutoa tutawakuta. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, mwimbieni Bwana nchi yote. Oh, sing to the Lord a new song, sing to the Lord all the earth. Je, Biblia yamaanisha nini inaposema mwimbieni Bwana wimbo mpya? Je, tungependa kujiuliza swali kubwa ambao Mkristo anayenisikiza sasa anasikiza habari hii, ni kwamba tunapojiuliza swali, kwani Mungu anataka wimbo mpya badala ya wimbo ule ule tu, au Mungu amechoka kusikiliza nyimbo za volume 1, volume 2? Mungu amechoka kuzisikiliza mpaka anasema katika Biblia tumwimbie wimbo mpya. Je, au kuna maana ya kiroho mpya iliyo zaidi, au anamaanisha kuna kutunga nyimbo mpya kila wakati? Lakini Biblia ni kitabu kizuri sana, kina maelezo ya kila kitu. Katika Biblia anasema wimbo mpya sio swala la kutengeza wimbo mpya kila siku, bali anamaanisha ni matokeo ya maisha yako yaliyofanywa upya na Mungu. Jamani, after hiyo Kiswahili yote, jamani, muni motivate. Bwana asifiwe. Basi sasa niko kanisani sasa. Tunaposema tumwimbie Bwana wimbo mpya, mtumishi wa Mungu Mfalme Daudi alipokuwa ameketi chini pale katika serikali yake, sikiza nikupe historia kidogo. Baada ya kuingia katika uongozi, sanduku la agano ilipata kuchukuliwa na watu wanaoitwa Wafilisti. Walipochukua sanduku la agano wakaenda nalo. Walipoenda nalo ilikaa kule kwao, na ilipokaa kule kwa muda mrefu ikabidi Daudi anapokuja uongozini apate kulileta. Na ingawaje baada ya kurudishwa halikuwa limewekwa pahali pa heshima, halikuwa limewekwa pahali pa ibada ya taifa yote katika ulimwengu. Na hapo ndipo Daudi mwenyewe akaona ni vyema akachukua sanduku la agano akaileta pahali kuna heshima. Haikukuwa ni involvement ya government, alifanya kama ibada ya Kristo. Huyu mzee alipokaa katika uongozini akaileta pahali inaweza kuonekana, pahali sanduku la agano itapata kuonekana na watu wote na Wakristo wote katika ulimwengu, maana ilikuwa inaashiria uwepo wa Mungu katika Biblia. Bwana asifiwe. Na hapo Daudi akasema alileta sanduku la agano kule Yerusalemu. Hakuliona kama tukio la kisiasa, bali aliona ni ushindi wa kiroho. Ndipo akaweza kuagiza waumini wote, waimbaji wote, akawaambia, naomba mtunge nyimbo, naomba mfanye ibada ya kumtukuza Mungu wa mbinguni. Makala haya unapata kwenye kitabu cha Nyakati wa Kwanza, Mambo ya Nyakati wa Kwanza 16:25 mpaka 33 inapatikana pale, ambayo imeunganishwa na Zaburi 96. Kwa hivyo Daudi aliashiria tatizo la kurejesha uwepo wa Bwana katika Israeli. Kumbuka, kama kuna kitu kibaya ni Mungu kukuacha. Waimbaji tunaimba vizuri, mnapotembea mkifanya ibada, lakini uwepo wa Bwana utakapowaacha mtakuwa mnafanya shughuli zenyu wenyewe. Tunahitaji kutembea na Bwana. Jambo la pili lilikuwa ni kuleta wokovu, furaha ya wokovu, ushindi juu ya miungu ya mataifa na mwito wa ibada katika ulimwengu wote. Ndio kwa sababu Daudi anasema mwimbieni Bwana wimbo mpya, mwimbieni Bwana dunia yote. Tunapotembea katika ulimwengu, Mungu anaandaliwa mziki wa nidhamu. Jambo la kwanza, wewe kama mwimbaji unapoimba, kuwa na nidhamu. Jambo la pili, tuweze kupata kufanya ibada ya maombi. Jambo la tatu, tuzingatie utakatifu wa uimbaji.
Wengi leo hii tunapokosana kwenye kwaya tunaanza kutengana, tuna share the same name. Hiyo mwachie wachungaji wafanye hiyo. Unapata kwaya nzuri, waimbaji wazuri kabisa, wanafungua Sabbath school kwa kwaya. Bwana asifiwe waimbaji. Hata kama ni moto sema amina. Bwana asifiwe. Si hivyo ndio mnafanya? Baada ya nyinyi kuweza kutokuwa na maelewano kidogo, wanafungua the heavenly pilgrim Kenya, si ndio? Tuwasikie, tutawawekea maombi kama wachungaji, mtaona moto. Mambo ya kufungua Sabbath school mwachie wachungaji na wazee wa makanisa. Bwana asifiwe. Sioni kama narudi hapa tena. Bwana asifiwe. Ndipo tunasema inasema tuweze kumwalika Mungu katika uwepo wake. Mungu ametupa kazi ya kufanya, ametuongoza. We are saying, we are praising God kwa kile ametutendea, vile Bwana amekubariki. When you talk about the word of God, when you talk about singing unto the Lord, singing unto the Lord, mwimbieni Bwana, ni nyakati ya kumtukuza. The Lord has been with you in the past. Yani Mungu amekuongoza. Wakati wana wa Israeli walipokuwa katika taabu, Mungu aliwainua wakawa wanaimba. When they were on trouble, Mungu akiwashikilia, wakipata kushinda matatizo, wakishinda changamoto za ulimwengu, walikuwa wanaimba. Kumaanisha uimbaji ni nafasi ya kufanya ibada ya kimungu kwa Wakristo. Bwana asifiwe. Tunapoimba tunamuinua Kristo. Sikiliza, unaimba wimbo mpya kwa sababu Bwana kuna kitu amekufanyia katika maisha. Ndio kwa sababu moyo inakataa kutulia, inabidi upaze sauti na uambie ulimwengu mzima, kweli Yesu amenikomboa. Ndio kwa sababu tunamsifu jamani. Lakini kuna wenzetu wanaimba waonekane, uwepo wa Mungu utakapo kutoka. Daudi alifahamu hili. David knew the secret of worship. No wonder he's called a man after God's heart. Why? Because he understood the essence of music in the worship. Music is a worship. Muziki ni ibada. But some of us tumechukua muziki like investment. We have taken, God will never give you peace. Tunakuja launch, tunawatolea pesa, tunawasupport, munakaa chini muende munakula kwa hoteli. Naomba Bwana aliye mbinguni, Bwana huyu aliye mbinguni anayechoma ijua hii, asiwape amani mpaka hiyo pesa urudishe. Some of us, we are taking opportunity of taking the ministry money. Munaenda hapo Kitale, munakaa chini, munakula pesa ya kwaya. It is better ukule pesa ya watu wengine lakini si aliye juu. Hiyo utalipia kwa uchungu. Wanaseboka Ewai, tumekuja kuwa support. But make use of that money. Tumia vizuri. Uzuri nyinyi ni ministry ya kanisa. Kuna live, tutapata kuona vile pesa inatumika. We have taken ministry as investment. Yani watu wanafanya kazi ya kwaya, unachukua kidogo unaenda nayo. Bwana huyu wa mbinguni huyu anaishi. Pesa ambayo imepigiwa magoti hapa, usichukue hata shilingi, wachana nayo. It is better upelekwe ulazwe kwa kutonunua dawa kutumia kwa pesa ya kanisa. Wachana nayo pesa ya kanisa. Kuna watu wengine hapa ni wezi kanisani. Some of us tunachukua pesa ya kanisa, we want to do with our own business. Unabeba laana katika boma lako. Wachana nayo. It is better ulazwe than uache kununua dawa na pesa ya kanisa. Usichukue ya Mungu. Daudi alifahamu hilo. They didn't know. So when it comes to worship, it is all about the essence of raising God to the standard of saying what the Lord has done for you, what the Lord has been doing for you. Kutoka kule mwanzo mpaka umefika this far, it has been the will of God tuweze kufika umbali huu. No wonder David is saying, sing unto the Lord a new song, the whole earth, dunia nzima. So inamaanisha tunapomuinua Yesu, wakati Yesu ametubariki, tumeona uwepo wake, tunamuinua. Bwana asifiwe. We are raising Jesus to the standard where God has done wonderful and marvelous in our life. He was supposed to die, by the way. He was supposed, ajali ilikuwa ikupate. But kwa sababu ya neema ya Mungu,
anajua kuna kazi hujakamilisha. Ndio kwa sababu hajaruhusu furaha, changamoto, shida zikupate. Anakupa amani ya hata kumwimbia sifa. Some of you ilikuwa tuwekwe gerezani, lakini kwa sababu ya sifa za Mungu, Bwana anatushikilia. Some of us ilikuwa tuvutwe kazi, lakini kwa neema ya Mungu, kwa sababu unajishughulisha sana kuinua kazi ya Mungu, up to a point God is saying, my daughter, no, I cannot allow any trouble, any challenge, any misunderstanding in your life until you serve me well, until you worship me well, until you tell the whole earth that I still exist. Ndio kwa sababu Yesu anaishi. Tunamwimbia yeye, hatuimbii wanasiasa, hatuimbii watu wa dunia, hatuimbii mzee wa kanisa, hatuimbii mchungaji, tunaimba kumwinua aliye juu. Daudi alielewa vile. Ndio kwa sababu anaitwa a man after God's heart. Mtu baada ya roho wa Mungu. What about you siku ya leo? Kwa nini wewe unaimba wimbo mpya? Why? Mungu hataki mlaunch kila siku? No. Anahitaji ile wimbo hata kama ni volume 1, anakuambia while you are singing, just raise the standard. When God blesses you as a choir member, some people in the choir hawataiona mbinguni. Kwa sababu gani? They have taken choir to be a slave. Isikia, ifunga Biblia niangalie sasa, niangalie. Ukiangalia chini na kuita hapa. Look at me sasa, niwaambie ukweli. Some of us tumechukua choir kuwa slave. Tumechukua waimbaji kuwa watumwa. Kwa njia gani? Ati mimi siendi launch, mimi siendi camp meeting, hata kama si tumekuwa guest choir. Kwa sababu Mungu amekupa uwezo wa kuimba high note, amekupa uwezo wa kuimba solo. Sasa unatusumbua kwenye choir. Unaanza kuambia kiongozi, mimi siendi event. Kwa sababu gani? Sina transport, sina fare. Unataka nani akupe? Kiongozi akupe? Up to a point where unafanya choir members, they struggle, they strain to support you. Ile uwezo ya kusolo na kuimba high note, Mungu anakunyang'anya, anapea mtu mwingine. Hiyo ndio siri ya Mungu. Walimu wa muziki siku ya leo, funza all the choir members on how to solo. Ndio ukikosa muziki inapigwa. Bwana asifiwe. Kumbe mnakuwa na shida hata nyinyi kwa solo. Hao watu wa kusolo wa Bwana wasaidie sana. Nyenyekea jamani. Yaani tumesimama hapa, wewe unakuja tu mbele kushine jamani, Bwana asifiwe. We are saying tumwimbie Bwana wimbo mpya. The meaning of the word singing unto the Lord, inaitwa the meaning of the word singing, kuimba, sing a new song. In Hebrew, the first language of New Testament, inamaanisha we are not requesting you tunakuomba uimbe. No, it is not a request, but it is an obligation. To sing to the Lord, it is an obligation. It is your responsibility to sing unto the Lord. It is your responsibility. We are not requesting you. No wonder hatupembelezi watu wamwimbie Bwana. We cannot. Tukwambie jamani, abuju tunaomba uingie choir. We cannot do that one. As a church leadership, tuwezi ruhusu hiyo. Tunakuambia una sababu ya kumwimbia Mungu, nafasi ndio imepatikana. Lakini kabla ya kumwimbia Mungu, lazima kama uongozi wa kanisa ijue umetengwa kuwa mwanakwaya. They have to know. No wonder the music in our church iko na standard. We don't sing to praise other people. Ati water supply mnaitwa hapo mwende muimbie sijui nani hapo mwanasiasa ni wakute. Maombi. Mungu pea wa jamaa homa hiyo siku. We are praising God. Tukiitwa kule tunamuinua nani? Mungu. Tunamwimbia Mungu jamani. We are singing to praise God. The meaning of the word song in Hebrew inaitwa shir. Shir means to praise, kuinua Bwana, jina la Yesu. Vile amekutetea. Imagine vile amekuondoa, ulikuwa na msiba, watu wakakusaidia, umefika mpaka pale umefika siku ya leo. Vile mtoto wako ilikuwa anapitia hali ngumu, mpaka Yesu amemkomboa, ako kanisani. Unakosa kumwimbia Bwana? Umepanda mahindi mpaka umevuna, unaleta shukrani mbele za Mungu.
tunamwimbia Bwana kwa kila kitu na kila uwezo. Wacha jina la Yesu likapate kuinuliwa. Mi naomba leo, sabato ya siku ya leo, ulimwengu wa siku ya leo ijue Mungu anapaswa kuimbiwa. Why times 2? Mbona anasema muimbieni Bwana? Ndio uelewe, we are not requesting you, tunakucommand. Kwa vile Mungu amekutendea mazuri, moyo haitakuruhusu unyamaze, inabidi utoe sifa. Na ndio leo tumekuja kutoa sifa hapa Seboka, tukisema Bwana atubariki. Ni kipi Mungu amekufanyia katika maisha yako mpaka leo hii ukiona imefika mwisho? Mimi naomba sabato ya siku ya leo, Bwana akujalie neema, akutunze, akuongoze, tukamsifu kwa sababu kwa kile ametufanyia. Mimi sijui unapitia nini katika maisha yako, I don't know, but I will sing a new song. Na nimekuambia a new song means you are singing praise to the Lord for what the Lord has done for you. Wewe, sio mimi, for you. Na kwa sababu Mungu ana utaratibu, haimbiwi hivi hivi tu. Tunapokuja mbele za Mungu, tunaenda kwa sifa. Unajua unapokuja kwenye pulpit unapaswa kunyenyekea. This is a pulpit, kuna baraka na nini? Laana, nyenyekea hapa. Sikia wanakwaya, God does not look at the melody or the vocal arrangement or at the harmony in the choir. He looks at the attitude, what is making you to do what you are doing. Hii pointi mujapata. Nikisema hiyo ukimaliza ukisema tu amen, mimi nakaa chini tuende kipindi kingine. Nasema hivi, God does not look on your how to sing. He does not look on instrumental, vocal arrangement, melody, or anything in the choir that make that song to be a song. God look at the attitude on how you are presenting that song. Niseme kwa Kiswahili. Waswahili Bwana asifiwe. Mungu hatazami uwezo wako wa kuimba. Hatazami high note, hatazami kusolo, anatazama kile kinakusukuma wewe kufanya kile unafanya. Ndio Mungu anaangalia. Na unapata akiona mko waaminifu, anawashushia mibaraka. Anabariki kwaya wanaenda mbele. Na wanaposimama, utukufu wa Mungu unaonekana. Naomba sabato ya siku ya leo ninapomaliza, Bwana atusaidie tufanye uaminifu kwenye kwaya. Tuweke nidhamu kwa ya hali ya juu. Tuweke maombi kwenye kwaya yasimame. Jamani kanisa, ombea waimbaji. Wanapitia hatari kubwa. Pride inatusumbua. Pride. Tukiimba kidogo hivi tujulikane hii Kitale, tunaanza kuringa. Munapoitwa any event, just go. Go. Hata kama mnapeleka 500, nenda. Kwani 500 si pesa? Na wanaume tuna pesa bwana. Wanaume mna pesa ama hatuna? Tunazo. Si shilingi 10 ni pesa? Si ni pesa? Ni pesa. Lakini shida tu ni moja inasumbua wanaume, ni matumizi. Matumizi ndio shida. Lakini pesa iko. Kutumia ndio shida. Up to that point, wacha amani ya Bwana iweze kuwabariki. Wycliffe, you know what to do. Nataka niombe na watu wachache ambao wanasema kwa njia moja au nyingine wanahisi wamelemewa na mzigo wa kuimba. Wenda uimbaji imekuwa mzigo. Wenda kuna mtu anataka kuimba lakini hajapewa nafasi na mume wake kuimba kwenye kwaya. Wewe una nafasi ya kuimba. Kuna mtu ametamani kuimba kwenye kwaya, kazi imemfunga. Wewe una muda. Mbona usimsifu Bwana? Mbona usimsifu? Naomba na watu wachache. Iwapo ni ombi lako, unahitaji Bwana akusaidie utimize mapenzi kama Daudi, ninaomba usimame. Iwapo ni ombi lako. Mimi sijui kile unapitia. Lakini ukiangalia nyuma pahali Bwana amekutoa, yani hata huna sababu ya kutonyamaza. Lazima upase kelele takatifu kwa kusema kweli, Mungu wewe ni mkubwa. Iwapo ni ombi lako, naomba usimame tuombe. Asante sana kwa kuwa waaminifu. Tunaomba. Mungu wetu, katika siku ya leo tunakushukuru. Leo hii umetufundisha jambo. Tunaimba kukutukuza wewe uliye juu mbinguni.
Sisi kama Wakristo huenda tumetanga mbali na wewe, tumejiinua kuliko kukuinua wewe. Bwana wetu, tusamee na utuongoze, utulinde tunapokusifu kupitia njia ya uimbaji. Jina lako liinuliwe kwa yale umetutendea. Tusaidie tusimame kwenye kwaya, tupatie amani kwenye kwaya, tutunze kwenye kwaya, tuelewane. Tunapokuwa na udhaifu, Mungu wetu, tuweke pamoja kupitia kwa maombi tunayowafanya kila siku. Tusaidie kusoma neno lako likatutie nguvu tunapotembea katika safari hii. Bwana, wewe ni mkubwa sana, wewe ni wa maana katika maisha yetu. Ndio kwa sababu hatunyamazi, lazima tukuinue. Zidi kutuongoza katika sabato ya siku ya leo, utuelekeze na utuinue katika jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu.